Tunamtafuta Yosha Makori, nimemuona. Makori, uko wapi, unafanya nini? Najua unafanya mambo ya muhimu. Haya, tuende kazi. Toto wa Rege, kiukweli niko katika anga na ardhi ya taasisi ya Chaminade. Hapa ni mtaa wa mabanda Mkuru kwa Njenga, ndani ya kaunti namba 047 ikiwa ni kaunti ya Nairobi. Na hapa kikubwa na chamuna ambacho kimefanya nifike hapa kwa mikiki na ni kwamba hapa shirika la Vision Changers Kenya limeandaa awamu ya 3 ama makala ya 3 ya michezo yake ambayo mara nyingi huwa inajumuisha volleyball, kandanda ya wachezaji 7 kila upande, alafu kuna tenisi mezani, kuna ajua ule mchezo wanatumia mawe hivi ndio inakuwa raha mstarehe kabisa. Nikasema leo angalau nifike hapa kuangalia mawili matatu, manake huwa mara nyingi vipaji, talanta kubwa kabisa huwa mara nyingi zinakuzwa ndani ya mitaa kama hii. Unakuta hapa wamezaliwa wachezaji wakubwa kama Victor Mugobi Wanyama, wamezaliwa wachezaji wakubwa kabisa kama Didier Drogba, wametokea mitaa kama hii akina Eliud Kipchoge, wametokea hapa kina Mercy Moimu ambao ni upande wa volleyball. Na ukiangalia pale pembeni kabisa unafanyika mchezo wa volleyball, na ukiangalia wamechanganya, kuna mabinti na kuna wanaume, kwa vyovyote ndo waweze kuunda timu ambayo iko kwenye ubora wake 100%. Hasa ni mabinti tupu, manake ile miwani yangu niliweka pembeni ndo manake inanichanganya, lakini ndo raha kabisa. Sasa hapa ndo tunawatoa akina Blackie, wamechezea timu ya taifa ya volleyball ya wanawake Malkia Strikers miaka kadhaa. Wengi walionekana katika mitaa duni kama hii wakiwa wana uwezo na ubora kabisa upande wa michezo. Sasa hapa shirika hili ambalo lilisajiliwa rasmi hapa Kenya ikiwa ni Agosti tarehe 6 mwaka 2014, Vision Changers Kenya limekuwa likifanya mambo makubwa katika kuhakikisha wanaangalia talanta na ubora. Na hapo nakuta kuna mawakala ambao wamekuja hapo, nakuta kuna wakala upande wa volleyball anaangalia ubora wa talanta, kuna wakala upande wa kabumbu, kuna wakala upande wa tenisi ya mezani. Na tenisi ya mezani mara nyingi nitaenda kule katika kipindi cha pili na yule rais wa shirikisho la tenisi ya mezani Andrew Mdibo. Nakumbuka makala ya pili alihusika kwa kiasi kikubwa sana akiwa amekuja hapa Kenya siku ambayo pia walikuwa na sherehekea mambo ya tenisi ya mezani ulimwenguni, ikiwa ni mwaka uliopita, shughuli kipigwa ndani ya Charter Hall kule katikati ya jiji kuu la Nairobi, Kenya. Nataka kwa haraka upesi ni mlete ndani, huyu ni mkurugenzi mkuu ambaye amejitolea 100% kuhakikisha kwamba mbali na michezo wanafanya ule utangamano raia na polisi, wanakuwa ambao hakuna kuogopana, yani inakuwa ndo raha zaidi. Tito, tuseme nayo mawili matatu. Mwanzo, leo ikoje? Leo tuko ngangari, mchezo unaendelea vizuri, na tunaona kwamba wanajamii pia wamepata kuwa na mdalo pasi na kucheza mchezo, manake kuna talanta ambao tunajaribu kuzichipua, na vile vile tunajaribu kuwaleta wanajamii pamoja kupata kuzungumza masala yao baada ya kucheza michezo. Makala ya 3 tofauti yake gani na ya pili na ya kwanza? Makala ya kwanza na ya pili tulianza kwa kiwango kidogo. Kwa sasa tumetanuka, tunafanya michezo. Manake sasa hizo unaona kuna fani nyingine ambayo tumeleta ya mchezo wa volleyball, tumeleta michezo mingine ya kitamaduni nao zinachezwa, kama vile ajua inachezwa kule, kuna wavuta kamba. Ni fani nzima ambayo tumeleta michezo yote kwa pamoja kuwaleta wanajamii kutoka kwenye matabaka tofauti, umri tofauti. Manake kama mchezo wa ajua mara nyingi huchezwa na wazee, lakini vijana nao pia wanapata kugaragazana pia na wazee katika mchezo huo. Vile vile tuna soka ambayo inacheza upande wa wanawake na wanaume kwa pamoja. Kwangu mimi ningelipenda kusema kwamba kufika sasa tumeona kwamba awamu hii ya 3 imekuwa na mabadiliko mengi na imepata kuchipua pia talanta kadha katika jamii hii. Tito, naona watu wanafurahia kabisa, angalia kama pale kwa kuvuta kamba. Hata tulikuwa wanafurahia, na kuna wengine ni afisa wa polisi ambao wako kwa sare zao ambao sio za rasmi. Na kulikuwepo awali na maafisa ambao walikuwa kwenye sare zao rasmi wakacheza katika zile michezo za hapo awali, na waliwapiku raia. Sasa sijui kama raia hawana misuli ya kutosha wakilinganisha na maafisa wetu wa polisi, manake walishindwa na maafisa wa polisi hapo awali. Hasa ni nini kinawapa msukumo kama Vision Changers Kenya kufanya mambo kama haya, kuleta jamii pamoja katika mitaa duni kama hii na tulipo hapa ndani ya Mkuru kwa Njenga? Jambo la kwanza kwamba mchezo ni fani ya mchezo ni mojawapo ya zile fani ambazo ziko na nguvu zaidi kuleta wanajamii kwa pamoja. Haiangalii ama iegemei ikiwa uko kwenye jinsia ipi ama uko kwenye tabaka gani.
mchezo unajumuisha watu kwa pamoja, na watu wanapocheza hata waulizi ni kabila gani. Huwezi kumuuliza mpinzani wako wewe ni kabila gani, utaangalia upinzani kwa timu gani anayochezea na timu gani anachezea. Na utapata katika timu moja kabila tofauti, umri tofauti zitakuwa zinacheza kwa pamoja. Hawaangalii kabila, hawaangalii mirengo ya kisiasa, na pale tunaleta jamii kwa pamoja kuzungumza mambo ambayo yanawahusu wao kama wanajamii, na pale tunajaribu kuinua zile talanta za vijana hasa katika maeneo haya ya ambayo yako chini katika hali ya kiuchumi, kuwaleta vijana wale ili wapate kupata zile kazi. Manake rais mara nyingi anazungumza namna ya kujaribu kuchipua talanta, na ndio manake amepata kujenga zile viwanja vya michezo ambao ni mingi zaidi katika nchi yetu. Sasa manake anaona talanta pia za zile kazi zinaweza patikana kutokana na talanta ambazo ziko kwa wingi katika mitaa yetu. Ni mbosa pia sisi kama jamii, kama shirika, tukaona tulete michezo hizi katika mitaa hizi za mabanda, tupate kupata zile talanta ambazo ziko hapa. Na jambo moja ambao ningelipenda kuelezea, katika awamu yetu ya pili tulifanya mchezo katika kaunti ya Taita Taveta, na pale tukapata timu ya vijana ambao walikuwa hawajiwezi, tukapata kuwashikilia mkono, ambao kwa sasa tuko na timu ambao Vision Childers Kenya inajaribu kufadhili kule Taita Taveta. Wanacheza katika division ya sub county FKF, na katika michezo ambayo ilitamatika ni wiki mbili zilizopita waliibuka nambari 4, na tunaona kwamba tunajaribu kuangalia vile tunavyoinua timu hiyo ipate kuinuka na kupata kuwa na wafadhili wengine ili vijana wale wapate kuchumia kutoka michezo hiyo. Naona pia mashabiki wamekuja, wako kwa wengi, mashabiki wako wengi, wake kwa waume, watoto kwa wazee, na tunafurahia sana kupata kuwa na watu hao wote kuja kuzungumza na kupata kushabikia timu zao. Na kwa sasa tuna timu ya Kariobangi ambao ni timu alikwa, wanacheza na timu ya Mkuru kwa Njenga, na wanacheza katika fani zote, iwe ni rugby, iwe ni mchezo wa kuvuta kamba, wanacheza kwa pamoja wale kutoka kwenye jamii hizi mbili. Na vile viongozi nao pia wacheza, na pia polisi nao wanacheza na wao. Nimefurahia jinsi wanatangamana na makarau sana, manake ukijua miaka hii miwili iliyopita tumekuwa na mgogoro kati ya vijana na maafisa wa polisi, ambapo kwa sisi tunajaribu kuwaleta kwa pamoja, manake ni mandugu zetu afisa wa polisi. Na ni vizuri tujaribu kuwaleta kwa pamoja pale ambapo kumekuwa na uhasama, wakuje wacheze kwa pamoja ili wananchi wapate kuona polisi ni watu wa kawaida kama wao, ni ndugu zao, ni dada zao, na pia polisi wapate kuona na jamii, japo umebeba pingu na rungu bunduki, lakini ni ndugu yako, mnaweza cheza kwa pamoja, mnaweza zungumza kwa pamoja, na pale tulete uwiano na utangamano katika taifa letu. Manake tusipojaribu kufanya mambo haya kama mashirika, kama jamii nzima, basi tutakuwa na mianya mikubwa katika taifa letu, na tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Na tusipotumia hizi vigezo ambavyo tuko nazo kwa hasa michezo, mimi ningelipenda hata kuomba serikali kuu tujaribu kutumia michezo kuleta utangamano katika jamii yetu. Kwa sasa tuna zile transgenerational dialogue, tuko na NCIC hapa, wamefanya mchezo, wamezungumza, na tumekuwa na mazungumzo kati ya generations mbili tofauti, wale wazee na wale vijana wadogo. Masuala ya amani, masuala ya usalama, masuala ya utangamano na uwiano, yote tumeyazungumza kupitia mchezo. Unaona kama hapa leo tuko katika makala ya 3. Ipo siku tutasema kwamba ametoka hapa Victor Mugubi Wanyama, ametoka hapa Massimo Him, ametoka hapa wachezaji wakubwa kabisa. Tujivunie kama Vision. Ndio, hata hapa tulipo mwezi wa 4 tulikuwa na World Table Tennis Day, na tulikuwa na vijana kutoka hapa Mkuru ambao walienda akacheza na vijana wale vigogo wa table tennis, mchezo wa mezani, table tennis ya mezani katika maeneo mengine. Na kuna wengine waliwapiku wenzao wale ambao ni vigogo, na wanatoka hapa. Si eti tunakuza tu talanta mchezo wa soka, manake watu wengi wanajua kwamba katika mitaa hii ya mabanda mara nyingi wanajua ni wako na ni vigogo wa soka. Lakini tukawa na wale ambao wanatoka kwenye mitaa hii na wanacheza mchezo wa tenisi ya mezani, jambo ambalo ni geni sana. Na vile kuna michezo kama vile, kuna wale ambao wanacheza mchezo kama vile draft, kuna wale wanacheza mchezo kama vile inaitwaje, ajua,
michezo mingine ambao mara mingi haijulikani katika mitaa hii. Na sasa tunajaribu kuangalia ni tunaweza leta golf katika mtaa huu. Manake pia golf isionekane kama ni mchezo ya matajiri. Pia tulete katika maeneo kama haya, mabanda pale vijijini, wapate kujua kwamba wanaweza pia wao kuswing na kucheza. Manake sio wanafika kutumia slasher. Wanaweza cheza pia michezo ile. So tunajaribu kuleta yale michezo ambayo ni elitist game, ambao wamesema kwamba ni michezo ambayo ni ya matabaka ya juu. Hao wanajamii wa hapa chini na wapate kucheza, na wanapocheza watangamane. Na tukiyaleta michezo kama yale hapa mitaani, najua tunaweza leta hata rais kuja acheze na vijana hawa mchezo wa golf, ama acheze mchezo ambao yeye manake najua rais anacheza mchezo wa tenisi ya mezani. Nusuru tumlete katika World Table Tennis Day, lakini alikuwa na majukumu mengi. Lakini tunajua manake yeye ni kigogo katika mchezo wa tenisi ya mezani. Tunamuomba siku moja apate kuja kucheza na watoto hapa Mkuru kwa Njenga ama Kariobangi. Asante sana Tito. Karibu. Huyo ni Tito ambaye ni mkurugenzi mkuu wa ile shirika ambalo limeandaa mashindano haya, shirika la Vision Changers Kenya. Nataka tena niweke gia pembeni, ni mlete ndani mdau mwingine ambaye amefika hapa kuhakikisha naye anatoa mchango wao upande wao. Mwanzo kauli moja, tuende mapumziko, alafu tukirudi tuendelee bado na wewe. Geuka hivi ukiangalia kama unaangalia pale kwa kiwambo. Jina unaitwa nani? Naitwa Jessica Otieno. Mimi ni naibu mkurugenzi katika masuala ya utafiti katika Tume ya Uwiano na Maridhiano ya Kitaifa NCIC. Leo unaonaje hapa? Leo hapa tunasema amani kwa ground, ya kwamba tumekuja pamoja na kushikana pamoja na Vision Changers ili kuambia vijana wa Mukuru, vijana wa Kariobangi na vijana wote wa Kenya hii ya kwamba amani lazima iwe kwa ground. Na si vijana tu, kina mama wako hapa, wazee wako hapa, watoto wako hapa, society mzima iko hapa. Na tunasema ya kwamba lazima tutangamane pamoja, lazima tuzungumze, lazima tuongee kwa kauli moja, lazima tusemezane zile mambo ambazo zinatusumbua. Huu ndio muda ambao lazima tuje sote pamoja ili tuweze kusemezana. Nakumbuka Kenya tangu ikiingia katika vita vikubwa, uchaguzi mkuu wa 2007 2008 ambao ulitibuka mwishowe kwa na vita. Tangu kipindi kile hadi leo nakionaje? Tangu kipindi kile Wakenya soma mambo mengi. Wakenya wakikumbuka pale ambapo tumetoka, sote hatutaki kurudi pale, na ndio maana kila wakati tunawahimiza ya kwamba lazima, hatuwezi tukasahau historia, lakini tukikumbuka yale historia lazima tufanye kazi, lazima tusemezane, lazima tuje sote pamoja. Iwe wewe ni wa tabaka tofauti, iwe wewe ni wa religion tofauti, lazima sote tuje pamoja ili tusirudie ile michafuko. Unajua ya kwamba mwaka moja tu tutakuwa tunarudi kwa uchaguzi wa 2027. Ndipo maana tunasema lazima tuweke mikakati wakati huu. Iwe vijana, iwe kwa maneno ya spoti, lazima tuweke mikakati ili tuhakikishe hatujarudi kwa michafuko ya 2007. Nataka nikuruhusu tuende pembeni mapumziko, alafu tukirejea tuingie ndani kabisa, au sio? Shukrani. Safi kabisa, ni Mikiki live tena mubashara kutoka hapa maeneo ya Mukuru kwa Njenga. Na kwenda mapumziko, nikirejea tena itakuwa ni awamu ya pili na ya mwisho. Mara nyingi nakiita kipindi cha pili. Kwa sasa mapumziko.